Mheshimiwa Kimani Ichungwa aje ahutubie na atoe usaidizi wake. Makofi yake Mheshimiwa Ichungwa. Okay, ameniambia mchango wetu tutoe wakati Prime Cabinet Secretary amezungumza ili tupate kumzindikisha. Asante. Thank you so much. Asante kiongozi wa Senate. Watu wa Shinyalu hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Asante, mimi sitakuwa mwingi wa maneno sababu masaa yamesonga kusonga. La kwanza nimshukuru ndugu yetu Mheshimiwa Fred Ikana ambaye ni kiongozi kama alivyosemwa na viongozi wengine tunayemtambua na kumheshimu sana kwa bunge la kitaifa. Na huyu Fred kama ilivyosemekana ni mtu ambaye anaelewa mambo ya economics na hesabu vilivyo na tunamtegemea sana kwa bunge, and is also a very committed leader kwa mambo ambayo inagusa maisha na hali ya maisha ya watu wake wa hapa Shinyalu. Yale yamesemwa hapa, ukipatikana na Mheshimiwa Fred bunge, akianza sentensi ya kwanza huwa anaanza na unajua kwetu Shinyalu. Sasa bunge mzima inakuwa mjadala ni mambo ya Shinyalu. Na nimeshukuru Mungu kutupea nafasi ya kuungana na yeye hapa Shinyalu leo. La pili, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, Mheshimiwa Speaker wetu wa bunge la kitaifa, Governor wetu wa hapa Kakamega na Governor wetu wa Bungoma, mimi nimefurahi pia kuwa kwa kongamano kama hili la kanisa ambalo pia limewaleta pamoja viongozi wote wa sehemu hii ya Western Kenya. Na sababu padri alituambia wakati Western Kenya itakuwa na unity, siasa ya Kenya itabadilika. Na mimi nataka nipige muhuri hiyo maneno ya kuwa sio wakati kutakuwa na Luya unity, because through our two great leaders, our brothers, Prime Cabinet Secretary and Speaker Wetangula, the Western region set the pace in establishing the Kenya Kwanza government. Na nataka niseme vile ndugu yangu Aaron Cheruiyot amesema, Januari mwaka uliopita wakati wa earthquake, hapo ndio wasiwasi ilituisha. Tukajua kama Speaker Weta is in the house, kama ma-DVD is in the house, na Kenya imepata earthquake, tukajua serikali tumeipata. And I must pay tribute to you two great leaders from this region, my brother Musalia Mudavadi, my brother and senior Speaker Wetangula. Without you, without your support, the kind of alienation those who governed our country before last year's elections, that wanted to alienate our president and those of us who are working with the president, you demystified that alienation. You brought together not Western Kenya, not Western province. You unified Kenya under the Kenya Kwanza administration that is now governing our country today. Kwa hivyo niwashukuru, niwaambie kama sio nyinyi Mheshimiwa ma-DVD na Speaker Weta, hatungekuwa na serikali leo. Na kwa hayo tunawaheshimu na tunawaenzi sana, na ndio mkituita leo na siku zijazo tuko nyuma yenu sisi wote. La mwisho, sababu Mheshimiwa Bishop Hamala aliongea mambo ya bei ya mafuta. And it is true, I want to associate myself with the sentiments of Bishop Hamala. The challenges that bedevil our country today, not just the cost of fuel, but the high cost of living, cannot be solved through opportunism. And I have seen our colleagues in Azimio trying to be opportunists to ride on the cost of fuel. That is not a Kenyan issue, that is a global issue. And I want to say we shall only solve the question or the problem of the cost of living by working together as our leaders here today are showing us.
nataka niseme, the problem is not more so about the cost of items. The problem is about low incomes. Shida ambayo tuko nayo sana sio bei ama gharama ya chakula na maisha kuwa juu. Shida kuu ni kuwa mwananchi hana pesa ya kugharamia hayo maisha ambayo yanapanda. And therefore suluhu, sababu mafuta inapanda dunia mzima, bei ya maisha itaendelea kupanda. Bei ya mafuta ikipanda duniani vile tulivyoambiwa hapa hata na mheshimiwa Titus Hamala na mheshimiwa Wangwe, bei ya mafuta ikipanda na gharama ya maisha ikipanda, tujiulize tutapandisha incomes kwa njia gani? And I want to say the solution to the high cost of living is to make sure that our incomes and the incomes of our people rise in a commensurate manner with the cost of living. And I must thank our government under President William Ruto, Prime Cabinet Secretary Mheshimiwa Wetangula, our Deputy President, and all of us serving in Kenya Kwanza, because aware that we are dealing with a global economic issue, we have purpose to focus on growing incomes for the ordinary mwananchi. Tuhakikisha ya kuwa mkulima wa miwa hapa Western Kenya anapata pesa zaidi kwa mfuko yake. Na ndio juzi tukiwa bunge tulipitisha ile memorandum ya National Treasury ya kuhakikisha madeni ya factory zetu zote za miwa yamefutiliwa mbali, ili hizo factory ziwezeshe wakulima wapate pesa zaidi mifukoni. Ndio maana unaona tukiwauliza mujiandikishe kwa mambo ya fertilizer subsidized, so that you are able to produce more food, get more money and a higher income in our pockets and be able to afford the high cost of living. Therefore nataka niwahakikishie, chini ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza inaongozwa na kiongozi wetu William Ruto, we shall remain focused on ensuring that we enable the people of Kenya to increase their disposable incomes to be able to afford the high cost of living. We shall not focus on the naysayers, on those opportunists who want to ride on a global problem like the high fuel costs to be able to make political fodder out of it. As they focus on opportunism, we shall focus on ensuring that we write off debts to sugarcane farmers, we write off debts of our sugar companies, we avail affordable and subsidized fertilizer to our farmers to ensure that a higher disposable income is available to all our people ili tuweze kugharamia maisha. Kwa hayo mengi, naomba nikomeshe hapo, nimuulize kwa heshima Governor wa Kakamega County, ndugu yangu ambaye ni mhasibu, ni CPA kama mimi, ndugu Fernandez Barasa atuhutubie. Na nikimalizia, huyu CPA tumuheshimu sababu ndiye governor sahi. Ndiye governor, sio governor. Na najua wale opportunists, including those who are governors here like Oparanya, must now recognize that there is only one governor, Governor Fernandez Barasa. Kwa hivyo nimuulize ndugu yangu Oparanya aheshimu huyu governor ambaye anafanya kazi sahihi, na aheshimu Musalia Mudavadi kama kiongozi wa hapa Western, aheshimu Wetangula kama kiongozi wa Western, ili watu wa jamii ya Mulembe tusonge na Kenya ingine, tuungane pamoja, tujenge Kenya moja ikiwa strong. Kwa hivyo mkiona ndugu yangu Oparanya, mumwambie wakati tulimuomba aungane na sisi tutengeneze serikali, alienda akatuuza kwa Uhuru Kenyatta, tukalimwa, lakini Mungu halali na hakuwa nalala either Ishaweri ama Kayole. Mungu alikuwa kwa kiti chake, na leo hii Mheshimiwa William Ruto ndiye rais. Mheshimiwa Mudavadi ni Prime Cabinet Secretary. Mheshimiwa Papa wa Roma ndiye
Speaker wa National Assembly ndiye bosi yangu, na huyu Fernandez ambaye ni CPA kama mimi ndiye governor hapa, na hakuna tashwishi. Karibu.